Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Child Youth Mind TZ podcast. Mimi mwenyeji wako Dr. Gema Simbeye, daktari bingwa afya na magonjwa ya akili, na nimebobea kwa watoto na vijana. Karibu tuambatane kwenye session ya leo. Leo nitaongea kwa ufupi tu kuhusiana na swala ambalo liko mbele yetu. Watoto ndio wao wameshafunga shule. Japo kuna wengine si ndio tunaambia madarasa ya mitihani eti hawafungi. Yaani hilo nimeliweka, tutaliongea siku nyingine. Hivi nyinyi wenzangu huwa mnaelewa jamani? Yaani hicho kitu ambacho hao watoto wetu wa siku hizi wanasomaga ambacho sisi hatukusoma ni kipi? Mbona watoto siku hizi wana stress sana jamani? Yaani kwanza zile siku za kawaida, kama mtoto yuko day, akitoka shule na kuambia ndio wote familia nzima mnakuwa na hekaeka. Yale homework, sijui assignment, yaani nakwambia mtafanya mpaka usiku, masomo sijui mangapi. Karibu kila siku. Ijumaa ndio usiseme tena, anapewa ya weekend nzima. Yaani ni hekaeka. Familia nzima mnakuwa mna stress. Kisa mtoto anasoma. Hayo madarasa ya kawaida. Sasa ikiwa madarasa ya mitihani. Yaani jamani, hasa watoto wanapumzika saa ngapi? Haya, niliache hilo, nimesema tutaliongelea kwa wakati wake. Haya, wale ambao wanafunga ndio hao wamefunga, wanakuja. Muda wanautumiaje sasa nyumbani? Kipindi cha likizo. Likizo ni mapumziko. Ni mapumziko kutoka nini? Ile shughuli ya msingi waliokuwa wakiifanya kipindi chote wakiwa shule, ambako ni nini? Kusoma. Kwa tunategemea kwamba watapumzika, watajishughulisha na shughuli zingine. Shughuli moja kubwa, unajua watoto wana shughuli au kazi kubwa mbili. Kazi moja ni kusoma au kujifunza. Ya pili ni kucheza wakiwa macho. Lakini ya tatu kubwa ni nini unajua? Kulala. Sasa ile ya kulala tuache, mimi naongelea muda ule wakiwako macho. Ni kusoma au kujifunza na kucheza. Sasa hiyo michezo hapo ndo kuna shida. Michezo ndio ina shida. Wanacheza michezo gani? Kwa mazingira ya siku hizi sasa kwenye utandawazi. Watoto wetu ndio hao, utaona. Mtu unakuta kuna watoto 2 watatu. Kila mtu ana tablet yake. Ndio wenyewe hapo tangu asubuhi, kwanza asubuhi ndio wanalala zao, si ndio wako likizo? Ndio wanalala zao mpaka saa ngapi sijui. Hawaamshwi. Wako likizo, watoto wako likizo, acheni watoto wapumzike. Wacheni watoto wapumzike. Wako likizo. Hawajishughulishi na shughuli zozote za ndani. Wanalala mpaka muda wanaojisikia, wakiamka sasa. Na hapo unajua wamelala mpaka saa 4 kwa sababu gani? Usiku wameachiwa uhuru. Huyu mwingine yuko kwenye TV mpaka saa 7 za usiku. Huyu mwingine yuko kwenye tablet. Huyu mwingine sijui kachukua simu ya mama yake. Wameachiwa uhuru. Wazazi wameingia kulala, wameachiwa watoto uhuru kufanya wanachotaka. Ndio malezi hayo. Ndio wameamka hiyo saa 4. Wakishaamka saa 4 tena usifikiri kwamba ndio wanaamka wanafanya shughuli. Kwa watoto walio wengi, mifano nilionayo mimi au hao wateja ambao nimepata kutoka kesi za kutoka kwa wazazi, aina ya watoto walionao wengi, ndio akishaamka hapo ndio anakuta kila kitu kimetengwa mezani, ndio achukue anywe. Tena sasa si ndio kila mtu anaamka kwa wakati wake. Hakuna muda maalum wa kusema labda sijui kuna muda wa ibada, labda sijui kuna muda wa kunywa chai pamoja, sijui kuna muda wa kufanya nini pamoja. Kwa huyu anaamka saa 4, nakuta chai iko mezani imeshatengwa, anakunywa, anaacha vyombo hapo. Anachukua tablet yake anakaa pale, yuko busy
Either ni kuchati wale wakubwa wakubwa, either ni mavideo game, either ni nini, wako busy. Huyu mwingine naye ameamka hapo saa ngapi, na chai iko hapo naye amekuta, naye anakunywa kwa wakati wake, tena anakunywa kukasikilia hicho kitu chake, anaendelea kuangalia. Baada ya hapo anafanya nini? Anawasha TV, ndio mamuvi, sio ndio matamthilia, sio ndio mavitu gani, masaa na masaa. Huyu mwingine naye, kila mtu na ratiba yake. Siku nzima watoto wamekaa tu, hakuna michezo mingine, kusema atatoka nje ya mazingira ya nyumba apate hewa, atembee tembea hapo, labda acheze mpira, labda wacheze rede, labda wajipikilishe wale wadogo wadogo, labda waendeshe magari huko nje na wenzao, wacheze labda na watoto wa jirani, labda waende, kuna viwanja huko vingine pia karibu vya mpira au nini. Ni ndani, bize na masimu, bize na matablet, bize na matv, bize na makompyuta, masaa na masaa, masaa na masaa. Na wazazi tupo, waacheni watoto wako likizo, mtoto wako likizo, waacheni watoto. Hakuna sheria, hakuna utaratibu pale nyumbani, ni freestyle. Hasa hapo ndo tunategemea tutapata kitu, tunategemea tutapata kitu hapo. Kila kitu kina kiasi chake, na tunaambiwa mtoto ana haki ya kupumzika. Ndio maana nimesema ila kuwasomesha watoto hata kipindi cha likizo, ili nitaliongelea. Lakini mapumziko, lazima mapumziko yao yenye nini, yenye maana. Kujishughulisha, watoto wanatakiwa wajishughulishe wakiwa likizo, wajifunze sasa hizo kazi zingine. Shuleni walikuwa wanasoma hayo masomo sawa, wafaulu, wafanye mtihani. Sasa hivi nyumbani wajifunze hizo stadi zingine za maisha. Mimi nilisoma Nigeria wakati nikifanya masters yangu. Wale wa Nigeria niliwapenda. Wakati wa likizo, kwanza sisi tulikuwa darasani, ni watu ni madaktari, ni daktari, lakini huyo anajua kusuka, either anajua kushona nguo, manake ni fundi cherehani, either anajua anapika labda keki, anaoka keki na vitu vya aina hiyo, either anajua mambo ya mechanics kwa wavulana, ufundi mbalimbali. Sasa wenyewe wa Nigeria, watoto wakiwa likizo hawakai ndani. Ndio maana unaona vile wanachakarika, wako bize muda wote. Unajua kwa sababu gani? Wamewekewa hiyo tangu utotoni. Hawakai ndani. Either ndio uende sokoni na mama ndio yuko anahangaika hapo na wewe utakuwa naye, either ndio tunaviona vile vimejitwisha sijui nini, vinauza maji, sijui kinauza machungwa, kitoto kidogo. Kwa sababu gani? Wanafundishwa wakiwa likizo. Watoto wanawekwa sehemu, wanaenda kukabidhiwa sehemu, wanakuwa wanajifunza kazi, stadi mbalimbali za maisha, kutokana na upendeleo either wa mtoto au mzazi. Kwa wanapelekwa sehemu, wanakuwa wanajifunza. Kwa sisi mule darasani tulikuwa na watu ni mafundi, nguo zetu tulikuwa tunapeana umomo, tulikuwa tunashonea nguo umomo. Unampa, anakushonea, anakuletea. Unampa juma ngapi, anakuletea nguo yako ameshaishona vizuri kabisa. Kwa sababu gani? Alijifunza pia ufundi akiwa anasoma huko chini, alikuwa anapelekwa anajifunza cherehani. Walikuwepo wanatengeneza viculture vile vinini vizuri. Kwa nini? Alikuwa yeye alijifunza pia hicho. Na wavulana kadhalika. Sisi sasa ndo watoto ndo watoto wanatumia muda wamekaa tu, ndo watoto wanajua wenyewe ni kusoma, alafu ikiwa likizo ndio likizo kweli,
kutumia muda kulala hapo na kukaa bila kusaidia shughuli yoyote, na wazazi tunaacha. Alafu tunategemea atakapomaliza shule, atakapomaliza chuo, akajiajiri, akose kazi, ajira zimekuwa ngumu, akajiajiri. Atajiajiri wapi? Hajui, hata hajawahi kujishikiza sehemu ajue kujifunza study mbalimbali, skills mbalimbali za maisha. Atajiajiri wapi sasa? Atajiajiri wapi? Inakuwa ni ngumu, kwa sababu kwenye kujiajiri mara nyingi huwa ni study hizo za maisha zile za kawaida kwa haraka haraka, ambazo ndio zinaweza kuanza kumpatia mtu sehemu ya kutokea kwa haraka haraka. Mara nyingi vile vikubwa ambavyo tunasomea huko mavyuoni inakuwa ni ngumu, kwa sababu aidha itahitaji mtaji mkubwa, aidha nini, labda kuna vikwazo kadha wa kadha. Lakini zile study mbalimbali ataanza kufanya, kama kusuka, ataanza kusuka rafiki zake, ataanza kusuka hapo majirani, atapata kidogo kidogo, ndo atajua wakati anasubiri hiyo kazi. Lakini ndio tunawacha wamelala, wako kwenye ma-TV, wako kwenye. Sasa vitu vyote hivi vina madhara. Na sasa mada ya leo haswa ilikuwa inaongelea screen time Kiingereza. Sisi ni Waswahili, lakini screen watu wakisema screen wakimaanisha kitu kama TV. Screen ya nchi ngapi hivyo kama TV, kwa screen time, muda wa kuwa kwenye screen. Sasa screen nimesema ni kama hivyo TV, lakini simu, yani vitu vya kielektroniki kama TV, kuangalia TV, kuangalia simu, kuangalia kompyuta, kuangalia tablet, hizo ndio screen. Hasa screen time, muda wa kuwa kwenye screen, Shirika la Afya Duniani pamoja na vyombo vingine ambavyo vinawajibika na mambo kama hayo ya kuangalia afya zetu, inatoa angalizo kwa muda ambao unatakiwa kutumika kwenye vyombo kama hivyo. Sitaongelea kwa upana nikimaanisha kwa watu wazima, lakini niongelee kwa watoto. Kuna vigezo vimewekwa kwa watoto wa umri mbalimbali, mpaka miaka 10 na hapo, mpaka umri wale vijana balehe na kuendelea. Hiyo vijana balehe matumizi yao yanaenda kama ya watu wazima, lakini chini ya pale watoto wa shule wale miaka 5 mpaka 12 pale na chini, maana yake kwa ujumla isizidi masaa 2 kwa siku matumizi ya hivyo vyombo vya kielektroniki. Nimesema kama ni kuangalia TV, simu, tablet au kompyuta, kwa siku isizidi masaa 2. Na mtoto wa 1.5 mwaka na chini hafai kabisa. Aidha kama anaangalia ni vile vya vichekesho kidogo, lakini vichekesho lakini vya kumuelimisha, kwanza kumstimulate, kwanza kumchochea ubongo wake uanze kujifunza. Nasema kama nusu saa tu kwa siku. Yaani mtoto huyu ambaye ametoka shule jioni saa 10 sijui saa 11, akaja kuchukua tablet yake, amekaa ameangalia, kako hapo kana kunywa maziwa sijui kana kunywa juice, kamekaa hiyo saa 11 kanaangalia hiyo tablet yake, kanacheza video games sijui kanacheza nini, mpaka labda kwenye saa 1. Hayo ni masaa 2 tayari. Alafu saa 1 labda ndio chakula kimetengwa, sasa ndio familia mmekula. Baada ya hapo ndio ule tena familia sasa, mama naye karudi, baba sijui, ndio ile kawaida, labda ndio kuna mambo ya tamthilia sijui kuna mambo ya nini kwenye TV nini, ndio wamekaa tena pale wanaangalia wote kama familia tamthilia, sijui na masaa 2 sijui na saa 1, masaa mangapi hapo, unakuta masaa 3 4 tayari. Lakini hapo kama kana hiyo tablet yake kwa mfano kanayo, manake si ndio kataenda huko chumbani. Na wazazi sisi wa Kiafrika tuseme ukweli, kwani tunaendaga kulaza watoto? Tuseme ukweli, tunaendaga kulaza watoto? Si wanatawanyika wanaenda vyumbani kwao na sisi tunaenda.
tunawafuatiliaga huko chumbani wako wanafanya nini, hatuendi. Kwa hiyo vinachukua tablet chuchu vinaenda, kinaenda tena kimekaa pale kitandani, kiko kinaendelea kuangalia. Siku za kawaida naongea, lakini pia inawezekana siku za weekend au siku za likizo kama hivi ninavyosema wamefunga. Ndio kiko sasa, huyu labda wako double decker, huyu yuko chini, huyu yuko juu, huyu yuko busy naye anaangalia vitu vyake, na yule yuko na tablet yake naye anaangalia vitu vyake mpaka saa 6 au saa 7. Hayo ni masaa mangapi kila siku kwa likizo nzima? Atakuwa mtu huyo? Au zile siku za kawaida wanapokuwa kwenye shule za siku za kawaida, masomo ya kawaida, ndo angalie mpaka saa ngapi za usiku. Usingizi ndio huo umechelewa. Asubuhi mnaamshana, mnaanza kulizana hapo, mtaanza kuchapana, anakataa kuamka, kumbe hakulala usiku, ndio kanaenda shule kako. Sasa sisemi kwa kusema tu, ni kwa sababu kuna madhara. Madhara yake ni gani? Kwa vitoto vidogo vidogo, rafiki zangu, either ndugu jamaa na marafiki, wao nikitembelea au nikiona au nikijua kwamba watoto wanakuwa na matumizi yao ya kupitiliza, vile vitoto vidogo vidogo wanavipa mifano, naviambia sasa, ili kuvitisha, naambia unajua sasa ni lazima nitumie lugha ambayo vitaelewa. Naambia unaona wewe, si unaona unafanya vizuri darasani, unaona una akili na nini, kinakuitikia. Naambia unaona sasa unapotumia hii muda mrefu, naambia wewe unatoka unaenda kucheza, ucheze mpira, unacheza na wenzako michezo mingine, au unafanya usiangalie sana muda mwingi, usiangalia mama atakupa zawadi na nini. Tunaviambia kwa nini unapoangalia muda mrefu, tunaambia nini, ubongo wako unasinyaa. Na kaambia unaona ubongo wako unavionyesha sasa, unaona ubongo wako unakuwa, ina maana ubongo unakuwa mdogo afu unakuwa huna akili tena. Basi mara nyingi huwa vinanielewa, naambia unakuwa huna akili tena, unakuwa ufanyi darasani unakuwa uelewi, unakuwa ufanye. Basi huwa vinanielewa, vingi huwa vinanielewa, na hiyo unasaidia. Sasa ninatoa mfano huu mdogo nikimaanisha hivyo. Madhara ya kutumia muda mwingi kwenye vyombo vya kielektroniki, hata sisi kwa watu wazima, mimi sasa naongelea watoto, ni mengi, akiwemo nini? Kwanza inawezekana kukatisha usingizi, lakini inaletaga hali ile ya uchovu. Yani unakuwa kama vile umenyonywa damu hivi, unakuwa kama umenyonywa damu, yani unajisikia uchovu yani kabisa kabisa, kwa sababu ni kweli inanyonya nguvu zako za kiakili za kufikiri. Lakini pia madhara yake ni nini? Inaleta hali ya kutokuwa makini kwenye mambo, either kwa watoto, manake kwenye kusoma, lakini pia inaleta hali hiyo ya kutokuwa creative, kutokuwa mbunifu. Lakini madhara mengine kwa watoto, inaleta hali ya nini? Mtoto ambaye tangu mdogo anakuwa anatumia hivi, yuko kwenye ma TV muda mrefu, au simu, laptop hivyo, anachezea zaidi umeona nini kuliko kuongea na watoto wengine au na watu. Ni nini? Anakuwa anachelewa kwenye kuongea na kujifunza. Unajua kwa sababu gani? Hata wazazi wengine wanajitetea, namwekea program za kujifunza. Kujifunza ni hivi. Unajua ile kwenye TV au kwenye tablet ina mapungufu gani? Kujifunza kule ni njia moja. Yani mtoto si amekaa anaangalia, manake anapokuwa anaangalia kile, kwa hiyo anakiona, lakini yeye atakapoona hicho hawezi kuuliza swali. Kwani anaweza kumuuliza swali ile kama ni kwa njia ile ambayo sio ya moja kwa moja, kwamba kuna uwezekano wa kuuliza kama ni recorded, manake hawezi kuuliza. Kwa hiyo tunasema ni one way kujifunza. Kunatakiwa kuwe two way, njia mbili, mtoto aone alafu aelewe hicho au asielewe alafu aulize. Ndio kuna darasani sasa kuna kunyosha mikono, hapo sijaelewa, ndo anaeleweshwa. Kwa hiyo pale kwenye kujifunza kwa kutumia hizi screen time ni njia moja, kwa mtoto anakosa. Si njia nzuri sana ya kujifunza, niseme hivyo, si njia nzuri sana ya kujifunza kwa sababu ni njia moja. Sasa kama ni hivyo pia, manake mtoto pia hata kwenye kujifunza lugha, utaona mtoto kama huyo anachelewa kujifunza lugha au anachelewa kuongea. Na madhara mengine unavyosema ubongo kusinyaa, unavyoviambia vile vitoto, ni kweli kwamba kwa ujumla
kuna sehemu za ubongo sasa, ikiwa kuna matumizi ya muda mrefu, kuna sehemu za ubongo ambazo ni kama unene wake au ukubwa wake ni kama unapungua. Kwa ikiwa hivyo, maanake tutaona mapungufu tofauti tofauti kwenye utendaji wa yule mtoto au yule mtu mzima kwa ujumla. Nashukuru tumeambatana hata sasa. Wazazi tunapewa wito kuangalia michezo ya watoto kipindi cha likizo, lakini kuwapa majukumu ya kazi mbalimbali, shughuli mbalimbali za nyumbani au za nje ya nyumbani katika kujifunza stadi mbalimbali za maisha, ili waweze kutumia muda wao vizuri kwa kujenga na sio kubomoa. Lakini michezo inayoshauriwa kawaida huwa ni michezo ya nje, outdoor, nje ya nyumba, ili waweze kupata hewa, wapate mwanga, lakini waweze kuchangamana na wenzao kuliko kukaa ndani zaidi. Na pia wakati watoto wanatumia hizo vifaa vya kielektroniki, ni lazima kuangalia kile wanachoangalia, wanachotazama kwenye hivyo vifaa. Maana kama sivyo, tunajua tukiwaachia tu uhuru, basi ndio watoto kule wanaangalia picha za ngono, picha chafu, wanajifunza tabia hizo, au wanajifunza tabia za kutumia vilevi, kwa sababu wanaangalia kule either movie mbalimbali ambazo zina maudhui hayo. Hata sasa tunajua habari za mapenzi ya jinsia moja, pia tunaona kwenye mitandao tabia kama hizo zinahamasishwa sana. Kwa hiyo kama tukiachia watoto wakaangalia chochote tu, maanake pia wanaweza kujifunza tabia kama hizo. Basi na kuomba uendelee kuambatana nasi Child Youth Mind TZ podcast kwa kujifunza mada mbalimbali. Tafadhali usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, na kutakia likizo njema, na kutakia uangalizi mwema wa watoto. Naamini tutaanza kufanya mabadiliko kidogo kidogo kwa ajili ya kujenga watoto wale tunao tamani wawe kwa kadri ya uwezo wetu sisi kama wazazi. Uwe na wakati mwema.